Huyu ni mmoja katika wagonjwa wangu niliowatibia. Halo, habari? Salama, kwema? Kwema, alhamdulillah. Wanasemaje hapo Kigoma? Hapa salama. Nafikiri umenifahamu. Bado sijakufahamu. Naongea na nani? Dr. Baragomwa, namba yangu ya Halotel. Dr. Baragomwa? Baragomwa, Dar es Salaam. Umenisahau? Dokta wangu uliyenipatia dawa ya kunitibia tezi dume. Na wali. Bwana, habari za siku? Nzuri, kwema. Kwema bwana, habari za shughuli? Nzuri sana. Unasemaje hapo? Bwana, namshukuru Allah. Unaendeleaje tangia nilipokutibia? Nafikiri kwa mwaka 2022. Tangia mwaka 2022. Maana nimeona nikupigie, ni moja katika watu ambao nimewatibia. Sasa kuna watu huwa wananiulizaga hivi kweli wanapona? Kwa nikaona nikutibia ili hapa watu waelewe jinsi dawa inavyofanya kazi. Nafikiri ni moja kati ya watu walifaidika kwa akela, na bahati nzuri nafikiri na mwaka jana pia nimtibia baba yako alipokuwa amewekewa mpira, alipokuwa ametobolewa. Nafikiri juu hakuwa amewekewa kwenye kaseta, walikuwa wamemtoboa hapa juu. Ilikuwa maeneo gani? Ilikuwa chini ya kitovu ndipo walipomtoboa. Chini ya kitovu. Chini ya kitovu. Ndio. Hivi kwanza wewe tangia ulipopona hali uliyokuwa nayo mpaka leo? Kwa kweli mpaka leo hakuna shida yoyote dokta. Ndio. Kwa kweli nashukuru na namuomba kuombea dua kwa Mwenyezi Mungu akujalie kulipe kheri. Allahumma amin. Na unisamehe kwa kweli nisiwe mtovu wa fadhila kukupigia kujulia hali. Hamna shida. Hakika Sheikh, Mwenyezi Mungu anatenda. Allahumma amin. Nafikiri Allah ni shahidi kwa maneno, manake mtu mwingine anaweza kusema ni tunatengeneza kwamba labda haujatibia, ila si ni wacha Mungu na Allah ni shahidi kwa haya maneno tunayoongea. Na mimi Sheikh ni mtu ambaye ninajimudu kuswali na mkopa Mwenyezi Mungu. Ndio. Siwezi kusema uongo. Ndio. Kwamba ile dawa haijanisaidia. Ile dawa imenitibia, shida iliisha Sheikh. Ndio. Shida iliisha moja kwa moja, na kwa kudhihirisha kuamini kwamba ile dawa inatibu. Ndio. Baada tena ya shida hii kutokea kwa mzee wangu. Ndio. Akawa tumpeleka hospitali ili kumzibua ule mkojo uliokuwa. Ndio. Wakawa wamefanya jitihada ya kuwekea mpira lakini ikashindikana, wakaamua kumtoboa chini ya kitovu. Ndio. Wakamwekea mpira. Ndio. Lakini nakumbuka baadaye nilikutafuta nikakulalamikia. Ukawa umeniagizia ile dawa. Baada ya kumpatia mzee wangu ile dawa, alitumia kwa muda wa wiki mbili. Baadaye katika matunda nishindwa kujitunza, kile kipira kikawa kimechomoka chenyewe. Ndio. Lakini hakupata shida, mkojo aliendelea kukojoa kama kawaida. Ndio. Kifamilia sasa tukavutana, wakasema tumpeleke hospitali. Nikasema hapana, huyu anaendelea vizuri, hakuna haja ya kumpeleka hospitali. Ndio. Lakini tulivutana, nikawa nimekubaliana tukampeleka hospitali. Ndio. Madokta wenyewe walishangaa kuona yuko anakojoa, mkojo unapita kwenye njia yake ya kawaida. Ndio. Wakasema umefanya nini? Nikasema huyu mzee wangu kuna dawa ambayo amepatiwa na dokta mmoja yuko Dar es Salaam. Ndio yuko anaitumia muda wa wiki mbili. Ndio maana mnaona anakojoa, mkojo unapita kwenye njia yake. Ndio. Tangia muda huo ule mpira tulikataa wasimwekee mpira mwingine, akaendelea vizuri. Ndio. Akaendelea vizuri, ile shida akawa amepukana nayo. Ndio. Nakumbuka kusumbuka na shida nyingine ya sukari. Nakumbuka uniambia sukari, ambapo tangia mwaka jana mwisho wake, ambao nafikiri Mwakonde imefariki kwa tatizo la sukari, ambao nikwambia kweli la sukari sina. Naam. Lakini imefariki kwa sukari, lakini tangia mwaka jana mpaka Mwakonde afariki alikuwa anakojoa kawaida tu. Alikuwa anakojoa kawaida, hakutoa mpira tena. Basi nisikuchoshe, nafikiri kuna watu wanakuwa hawana imani, ila Allah ni shahidi. Najua changamoto zipo, lakini alhamdulillah watu wengi wanafaidika, ukiwemo wewe na marehemu baba yetu alifariki kwa sukari. Basi shukrani sana. Bwana, nashukuru dokta, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Allahumma amin. Na Mwenyezi Mungu akuzidishie ujuzi. Dawa ya tera kwa kweli imenufaisha sana. Basi shukrani sana. Haya inshallah. Basi kila la heri.
Shukrani sana. Nikutakie kazi njema na majukumu mema. Haya, asante daktari. Ndugu watazamaji, nafikiri wasikilizaji mmesikia, huyu ni mmoja katika wagonjwa ambao nimeutibia mwaka 2022. Alhamdulillah, alikuwa anahangaika na tezi dume. Mmemsikia, sina haja ya kuongeza mengi. Baba yake tena kwa amewekewa mpira. Nafikiri umesikiliza, sina haja ya kuongeza mengi. Akawa amepata akela tangia mwaka jana, akatolewa mpira ambapo amefariki mwaka huu kwa maradhi ya sukari, ila akiwa anakojoa kawaida. Karibu sana Dr. Balagomwa. Pata tiba ofisi yako karibu na klabu ya Yanga. Akela muwe na imani. Mimi ni mcha Mungu kama mlivyosikia, Alan Jele wanapona. Karibu sana.